Ni tarehe 15 mwezi ni wa 7 mwaka 2018. Natumai Jumapili yako inakuendea shwari. Karibu kwa taarifa za Mbiu Wikendi. Jina langu ni Mary Kilobi. Tupate taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama awasili nchini kwa ziara ya siku 2 itakayoishia katika kijiji cha Kogelo alikozaliwa baba yake. Seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi asema kampeni za mapema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 sio hakikisho kwa mwanasiasa yeyote kwamba atachaguliwa kuwa rais. Na hofu ya wakumba wakazi wa mtaa wa Kibra baada ya ilani kutolewa wakitakiwa kuhama kabla ya ubomoaji kuanza. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Mary Kilobi. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amewasili nchini kwa ziara ya siku 2 ambayo itajumuisha mkutano baina yake na Rais Uhuru Kenyatta, hali kadhalika kutembelea kijiji cha Kogelo alikozaliwa babake. Hii ndio ziara ya kwanza kabisa ya Bwana Obama tangu astaafu kutoka ikulu ya White House. Mara ya mwisho alizuru Kenya mwaka 2016 akihudumu mhula wake wa mwisho kama rais wa Marekani. Alipowasili katika ikulu ya Nairobi, Obama ambaye alikuwa ameandamana na dadake Auma Obama alipokelewa na makamu wa rais William Ruto na kisha akafanya mashauriano na Rais Uhuru Kenyatta. Hofu na sintofahamu imewakumba wakazi wa mtaa wa Kibra kufuatia ilani ya kuwataka waondoke kufikia hapo kesho ili kuruhusu ujenzi wa barabara. Ingawa baadhi wameanza kuondoka kwa kuhofia kubomolewa kwa nyumba zao, wengine wameshindwa kuhama kutokana na kile wanachodai ukosefu wa fedha. Hata hivyo, maswali yameibuliwa kuhusu njia mwafaka itakayotumika. Kwenye mkutano ambao uliandaliwa wiki jana na kuwahusisha wadau wote ambao wanahusika kwenye mradi huu, ilikubaliwa kwamba vikao vya kuwapiga sasa waathiriwa wote na orodha yao kuandaliwa kabla ya shughuli zozote. Lakini maswali yanaulizwa iwapo kweli makubaliano hayo yatazingatiwa. Kulio kwa data alafu utakuja kupatiwa Juzi wakati kulikuwa na mkutano ya National Land Commissioner, assistant wa Swazuri alisema anakuja kwa ground aangalia ajue ya kwamba kuna watu mahali barabara inapitia, ndio at least mtu akihama akienda mahali penye anaenda ajue ako safe. Sasa saa hii tumeongojea tumechoka. Na deadline ni kesho tarehe 16. Imebidi sasa kila mtu ni mbio tu kwa hii barabara. Hatujui unaelekea wapi na unatoka wapi. Because tuliambiwa tutakuja wanaangalia barabara itapitia hapa na mahali nafaa tufike ni hapa. Lakini hatuna ukweli. Kwa sababu tulikuwa tunatarajia labda wangekuja jana ama juzi Friday ndio watupatie mwelekeo. Lakini sasa hatuna hiyo mwelekeo. Ndio imebidi sasa kila mtu mnaona magari ndio hii. Watu wanaanza kuhama. Mimi nimebaki sababu hii mwezi tayari nilikuwa nimelipa na sikuwa na uwezo wa kulipa nyumba kwa mwezi mmoja mara 2. Sasa ikabidi nikae nione kama at least nitakalia pesa yangu mwezi ishe, nione kama kisonga hapo mbele kama nikiama na nienda nilipe hiyo mwezi mwingine. Kesho ikifika wanabomoa, mimi sina la kufanya. Hakuna venye nimejiandaa juu sina pesa ya kulipa nyumba. Ile timu yote ya National Land Commission, timu ya kura na timu ya Kenya National Human Rights Commission watakuwa kwa pamoja waanze ile resettlement action plan kesho asubuhi, ambayo kwamba manyumba hayo ambayo wapangaji washatoka, ni nani atakuwa captured ndani ya data. Majumba yale ambayo yamevunjwa sehemu ile next to Lang'ata itakuwa captured vipi ndani ya data. Hapa ndio kuna hatari ya ile record ambayo Lang'ata Development Committee imewasilisha kwa kura itakwenda kutumika, ambayo majina mengi sio majina ya halali.
naomba serikali kuu, national government, ya kwamba ipatie wananchi wa Kenya muda. Hata kama walipatiwa notice, ni muda mfupi. Shule ziko hapa, karibu shule 5 ambazo hazijafunga. Sasa hiyo itakuwa nini? Watoto hawajafunga, watoto hawajafanya exam, na mnaambiwa na wale wanakuambia ni serikali. Hii serikali yetu tu, na ni serikali yetu ni nzuri, but kwa nini wewe umezaa watoto na unataka kuwafinya? Na mtazamaji, mwanahabari wetu Lofty Matambo amekuwa huko Kogelo kwa muda sasa akisubiri kufika kwa rais ama aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, na hii leo alipata fursa ya kuzungumza na nyanya Sarah Obama, na basi tuungane naye ili tuweze kusikia ni yapi ambao walizungumza na matarajio ya mama Sarah Obama ni yapi. Na Mary, bila shaka habari za kwamba tayari alikuwa rais wa Marekani Barack Hussein Obama kwamba ametua hapa Kenya zimefika hapa kijijini Kogelo, na kama unavyoona nyuma yangu, hili ndo boma lake Daktari Sarah Obama ambaye ni bibie Hussein Obama Barack, na shughuli za mwisho za kufanya usafi zinaendelea. Mkono wangu kushoto ukitazama, hawa ni vijana ambao wamekuja, baadhi ya vijana kuweza kuhakikisha kwamba uwanda huu uko safi kwa ajili ya wageni ambao wanatarajiwa watakuwa ni wenye kuwasili kwa wingi hapa katika siku ya leo na kesho. Kijumba hiki ambacho kinasafishwa ni vile vijumba vya jamii ya huko ya Kijaluo vinavyojulikana kama Simba, kijumba cha udongo, alafu na nyasi ni kama kimeporomoshwa pale na kinasafishwa ili kuweze kuwa safi kufanana na kule kwingine ambapo ni uwanja mpana tu kiasi cha haja kama mita 200 mraba, ambapo ndo tunatarajia kwamba vile wageni, baadhi ya wageni watakuwa wanafika hapa. Kwa sasa hatujaruhusiwa kuzungumza na Mama Sarah ambaye katika umri wake watoto wake na wajukuu wamesema si muda mwafaka kuzungumza naye, lakini tulichoshuhudia, kwa mfano kama unavyoona nyuma yangu pale, hao ni askari ambao wameshika doria kutoka Jumatatu hadi sasa, wameweka doria kuweza kupanda na kushuka kuangalia hali iko namna gani kibarabara, ambacho hakiruhusiwi mtu yote mwingine kuingia. Hata vyombo vya habari wanafanyia habari zao hapa nje, ni hao pekee yao ndo wanashika doria. Kwa hivyo vile pia nyuma kabisa kule utaona ni kuna baadhi ya michoro ambayo ni ya Barack Obama ambayo imechorwa pale kwa historia yake kutoka mara ya kwanza kuja hapa hadi sasa. Kumbuka mara ya 5 hii anafika Kenya, na atakapofika hapa tangu mwaka 2006 kufika, atakuwa anakaribishwa na michoro yote ile ambayo imewekwa pale chini ya mashina ya miti ambayo yanaweka kivuli katika uwanda huu. Lakini nitazungumza na mmoja wa vijana ambao ndo wamekuja kuifanya shughuli hii ya usafi, ambaye anatoka kwa shirika linaloitwa Team Environment Kenya. Tuelezee pia kwa nini wamejitolea kuweza kuweka huu usafi pahali hapa. Mbona si juzi, mbona si jana, mbona leo? Naam, hujambo, labda uniangalie tu jina lako alafu tuelezee shughuli hii ya usafi, mbona mkamua kuifanya leo bwana, mgeni waja kesho? Asante sana ndugu Lofty. Siku hii naitwa kwanza Matthew Ochanda, ni kiongozi wa kikundi kinachoitwa Team Environment Kenya. Tunashabikia mambo ya uboreshaji wa mazingira na utunzi wake. Tumekuja katika mji huu wa Siaya, kijiji cha Kogelo, kujumuika na vijana na wenyeji ili kuhakikisha kwamba mazingira haya yameboreshwa tunapotarajia mgeni wetu kuingia hapo kesho. Ndivyo. Mbona shughuli hii kama kweli mnapenda mazingira Matthews, mbona hamkuifanya mwezi uliopita bwana? Mbona leo mgeni waja kesho? Ni kawaida ya kwamba unapomtarajia mgeni, ni kawaida ya kwamba mazingira uliomo uyaboreshe ili kwamba asikupate kama ulivyokuwa. Hivyo basi tuliona jana na leo tulianza mji wa Siaya, mji mkuu, kisha leo tumekuwa katika mji wa Kogelo kusafisha na kuokota taka katika kijiji kile, na tumekuja katika boma kabisa kule ambako mgeni mtarajiwa ataingia. Tumesaidia katika kuhakikisha kwamba jengo lilokuwa hapa liloangushwa sehemu hiyo imetandazwa na uwanja unakuwa shwari kabisa. Wageni wakija kesho mazingira yawe safi. Ndivyo. Na asante sana Team Environment Matthews huyo. Thank you so much. Kiongozi. Na Mary, wacha nizungumze na mmoja wa vijana wengine mwisho kabisa, pengine kupitia huu wio, kwa sababu ndio utaona kwamba siwezi fika, lakini kana kwamba microphone yangu kidogo imekuwa fupi kidogo. Sijui kama mpiga picha wangu anaweza songesha, lakini ndio hivyo. Wacha tuone kisongesha, nitazungumza naye. Niongee na mzee hapa mmoja ambaye pia yuko hapa. Songa kidogo baba, tuzungumze. Nione
matarajio yake kama hayuko tayari huyu. Naam. Kwa hivyo Mary, labda ni kwamba tunavyoelewa kwa mujibu wa shajara yake, Barack Obama alivyowasili leo, itakuwa ni zamu ya wana Nairobi kumshabikia tayari baada ya kufika katika ikulu, tuweze kumuona baadaye akifanya mkao labda na rais Uhuru Kenyatta, tena baadaye aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, tena huku kesho pia kuwe na mbwembwe zile za kumkaribisha. Naam, ndio hao wanaendelea kuingia vikosi vya usalama, askari hawa GSU kuendelea kuingia na kuweza kuweka usalama. Kwa hivyo tunataraji kesho labda mihemko hapa itakuwa inazidi zaidi, kujishikashika tu kidogo hapa wakazi kuweza kuhakikisha kwamba boma hili la Mama Sarah Obama ni safi na safi kwa ajili ya kumkaribisha mgeni. Kutoka kwangu Lofty Matambo, sina la ziada, kwako Mary. Asante sana mwenzangu Lofty Matambo. Na huyo jamaa ambaye alikuwa nasubiri kuongea na wewe kidogo, nimemwona hajahisi vizuri, lakini microphone imekuwa fupi, si makosa yako. Na asante sana Lofty kwa kuweza kutuwakilisha vyema huko Kogelo. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunaendelea kufuatia ama kufuatilizia hadi hapo kesho ambapo Obama atawasili na kuendesha shughuli ambayo imemleta humu nchini. Tukiendelea na taarifa zetu, siasa za uchaguzi mkuu mwaka 2022 zimeonekana kushika kasi mwishoni mwa juma, huku viongozi ambao wanamunga mkono makamu ama naibu wa rais William Ruto wakitofautiana na wale ambao wanamunga mkono kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi. Wabunge ambao wanamunga mkono Ruto walizomewa hadharani wakati walipojaribu kumshawishi Mudavadi kuachana na azma yake ya kutaka kugombea kiti cha urais na badala yake kumuunga mkono Ruto. Mudavadi kwa upande wake alisisitiza kwamba atagombea kiti hicho. Alikuwa katika eneo la Matuga, kaunti ya Kwale, katika sherehe ya kumkaribisha nyumbani mbunge wa eneo hilo Kasim Tandaza ambaye alichaguliwa kwa tiketi ya chama cha ANC. Sisi ni watu wa Mulembe, watu wa peace. Na nyinyi hapa ni watu wa peace, nyinyi ni watu wa ngwana. Sasa watu wa peace na watu wa kiwangwana wakishirikiana pamoja, sisi tutachukua hii urais. Mimi namuomba kwa heshima Mheshimiwa Mudavadi, tukae na ndugu yetu William Samoei Ruto, tupange kazi na hawa watu wa Kwale watawapigia kura hawa watu wa Kwale. Bwana Musalia Mudavadi, 2007 mulikuwa na Pentagon ambao ulikuwa wewe na naibu wa rais William Ruto pande ile, na mkaongoza mambo fulani na mkaendelea vizuri. Mimi leo nataka nikuombe uungane na yule ndugu yako mlikuwa naye kule kwa Pentagon, tuchape kazi, tuchukue uongozi 2022. Nyinyi mkishikana, hii kazi tunaibeba na asubuhi. Mimi natafuta kura, niko na lengo la 2022, na nitarudi tena na tena na tena kumuomba na kuzungumza na nyinyi, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Na wakati huo huo, seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi sasa anasema kwamba kampeni za mapema kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 sio hakikisho kwa mwanasiasa yoyote kwamba atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Gideon, ambaye badala yake ametoa wito kwa wanasiasa kuzingatia maendeleo badala ya kupiga siasa, alikuwa akizungumza katika eneo bunge la Baringo Kaskazini. Mwenyekiti wa chama cha KANU na pia seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi ameendeleza wito wa Rais Uhuru Kenyatta kwa wanasiasa wa kutekeleza ahadi walizotoa kwa wananchi wakati wa uchaguzi mkuu uliopita badala ya kupiga siasa za mwaka 2022. Seneta Moi, ambaye alikuwa akizungumza alipohudhuria mazishi ya chifu mstaafu Daniel Chelagat Kipkebut katika eneo la Kipsaraman, aidha amesema wananchi ndio watakaoamua atakayekuwa rais mwaka 2022 wakati utakapowadia. Lazima tupigane na ufisadi. Hiyo ni enemy number 1, na lazima tuunge mkono rais wakati anapambana na ufisadi. Tuunge yeye mkono na tuunge yeye mkono kwa agenda ile 4.
Sababu hiyo agenda itabadilisha maisha zetu zote, hasa sisi hapa watu wakazi wa Baringo. Mali moto yangu imeshika ni ya 2022. Hapo ndio moto imenishikia. Majira yangu imemalizikia hapo yote. Na hiyo majira imemalizikia Mheshimiwa Gideon Moi. Sijui nyinyi araoje mrewa mnasemaje watu? Hapo ndio iko akili yangu. Seneta Moi hajajitokeza wazi kutangaza azma yake kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao, japo baadhi ya viongozi wa siasa wamekuwa kimshinikiza kutangaza kwamba atakuwa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kiogas kula kiamwagi ane Gideon Kipsele weri top chumon kiamwa so mine mi shida no iko shida so cheptumo mami shida alman ke mwa ule kama ke kule mi boyu mi no bako masino mi no bano ile nyende yes mi chuno lakini mi kibore lene kibore te imo unota yes lakini ona kutangulia sio kufika. Mnaogopa opposition. Sasa nyinyi mnaangalia Gideon mnasema hii mtu anataka hii kitu ama hii mtu atatupeleka opposition. Ama hii mtu ataanguka. Ama acha niambie nyinyi. Acha niwaeleze. Saa hii katika Jamhuri ya Kenya yule mtu anaongelewa zaidi, hata yeye mwenyewe hajasema ni huyu. Huyu hata wapeleka opposition. Atawapeleka serikali ndani zaidi. Kadhalika viongozi hao wametoa hakikisho kwamba usalama utadumishwa katika kaunti ya Baringo kuhusiana na kero la wizi wa mifugo na mizozo ya kijamii. Jeff Kirui, KTN News. Baadhi ya viongozi kutoka eneo la Bonde la Ufa wamesema kwamba vita dhidi ya ufisadi havipaswi kuegemea maeneo fulani na kuwahujumu viongozi kutoka maeneo mengine wanaodhaniwa kuwa maarufu ndani ya serikali. Wakizungumza katika eneo bunge la Soi siku chache baada ya sakata kuibuka katika shirika la kusambaza umeme la Kenya Power, viongozi hao wametaka tume ya kupambana na ufisadi kumchunguza pia katibu wa Wizara ya Kawi Joseph Njoroge. We want the current PS of Energy, Mr. Njoroge, to come out clean. And we want to know as Kenyans what was his role, why has he been left out in the purge, or are they doing it in patches? We want to know because we feel that the war on corruption, if we are to fight it, then there should be no sacred cows. We don't want the animal farms story whereby there are some animals that are more equal than others. If we are fighting corruption, let us fight it wholesale. It doesn't matter who it is. We recently even saw His Excellency the President come out and say, if my brother is involved in corruption, let him face the law. So we want every single Kenyan to face the law and let us apply the law. The fight on corruption, let it be very, very inclusive. Let it not be selective. Let nobody feel that he has been victimized because he's being hunted down or somebody is being hunted down. Let every leader, every person who has been involved in corruption, let them face the law so that we can move forward as a country. That the DPP has looked at the file and he has watertight evidence that can be presented to the court of law, which can stand the test of time. But a situation where we are fearing is maybe you just want to embarrass a leader just because he has been nominated for a certain position. You want to drag him through the process of the court process so that he might not be able to take that seat. But all the same, if the fight against corruption is fair, and you know it should be perceived to be fair, it should be seen to be fair, and it should be fair, so that we don't end up a situation whereby we are destroying careers just because they might not be singing to the tune of the powers that be. Na baadhi ya jamii ya Wasomali ambao wanaishi nchini Kenya wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati na kuzuia kile ambacho wanakitaja kwamba dhulma na mauaji ya kiholela dhidi ya jamaa zao ambao wanaishi nchini Ethiopia. Wanadai kwamba serikali ya Ethiopia imekuwa ikiwadhulumu wa Somali ambao wanaishi karibu na mpaka wa Kenya na Ethiopia, hasa maeneo yaliyo karibu na Moyale. Wanaonya kwamba iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa, huenda hali ikawa mbaya zaidi. Militias who were in Bush, Oromo Liberation Front,
They have been told to come back to Ethiopia, but they have never been disarmed. They are using they have all those kinds of ammunition or arms or guns, and now they have been told to drive Somalians away from Ethiopia and from the region of Somalia, starting from border point Moyale. Today we are crying to all African leaders, African Union, where are you? Ethiopia is an African. Today the new regime started killing its own rich citizens. We are crying to the United Nations to intervene and stop this genocide, massacres, killing its own citizen, driving its own citizen away from its land. Today those people are suffering. There's no shelter, no food, no doctors, no medicines. They are suffering. May you intervene very quickly. We are crying to you. We are calling you in. Please intervene and stop. Today, Abiy Ahmed, Dr. Abiy Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia, is intimidating, threatening the leader of Somali regime in Ethiopia, Mr. Abdi Mohammed Omar, that he will never make any step even to help his people. If he does, then he will be taken to ICC International Court. Wanaingia na silaha yao town, wanamaliza watoto, wamama, wazee, umbuzi, gamia, kila kitu wanachoma yumba. Wakidai wanataka mpaka Mogadisho. Sisi tunaonyesha kwamba hapa hatukubali. Sisi kama jamii ya Somali tunasema hiyo ni kinyume cha sheria. Hatuwezi kubali kuuliwa watu wetu ovyo ovyo. Na mtazamaji, tunakomea hapo kwa taarifa za Mbiu ya KTN ama Mbiu Weekendi, na nakuacha na marudio ya makala Yako Wapi, ambapo tulizungumza na mwimbaji wa siku nyingi wa nyimbo za Injili Caro Nice. Na mtazamaji, kuzungumzia tu fainali ya kombe la dunia. Najua wengi wenu mmengojea kusema nitasapoti mgani, nimekuwa mkiniulizia. Nimekuwa na timu hizi mbili, Croatia na vile Ufaransa, lakini itabidi nimesema moja itakuwa ni Ufaransa. Basi tukutane mwendo wa saa 12 tangalia, alafu tutakutana katika taarifa za KTN leo weekend, wakati ambapo mechi hiyo itakuwa imekamilika, tuone nani atakuwa ameshinda. Mimi ni Mary Kilobi, endelea kutazama runinga ya KTN News.